Hello guys, leo tutajifunza vitu kadhaa ambavyo vitatuwezesha namna ya kupunguza gharama za uendeshaji wa shamba la mifugo. Kama unavyoona, hiyo mada ambayo tunajifunza hapo, jinsi ya kupunguza gharama za uendeshaji wa shamba la mifugo. Na kwa nini tunajifunza hii mada ya gharama za uendeshaji wa mifugo, namna ya kupunguza gharama zake? Kwa sababu pale unapopunguza gharama, maana yake unaongeza faida. Unaongeza faida kwa kutofautisha kati ya gharama na mapato ya shamba. Kwa hiyo kama ukifanikiwa kupunguza gharama, automatically wewe una increase faida kwenye shamba. Kwa hiyo kuna baadhi ya point ambazo nimeziandaa unatakiwa uzifanye ili uweze kupunguza gharama za uendeshaji kwenye shamba la mifugo. Na sio zote unatakiwa kuzifanya, lakini kama kuna zipo zitakuwa ndani ya uwezo wako, unatakiwa kuzifanya ili uweze kuwa na faida kwenye shamba la mifugo. Kuna pointi kadhaa, na nikukumbushe, kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia hizi video kwenye channel ya Livestock Academy, make sure umesubscribe ili uendelee kujifunza vitu mbalimbali katika hii channel ya mifugo. Na pasipo kupoteza muda, sasa tuanze hatua moja baada ya nyingine. Pointi namba 1 ni punguza gharama za chakula au malisho. Tunajua chakula au malisho kwenye shamba inachukua asilimia kubwa sana kwenye gharama. Kwa hiyo ukifanikiwa kupunguza gharama za chakula, wewe unatengeneza faida ya kutosha. Sasa unawezaje kupunguza gharama za chakula? Point namba 1 ni kwamba lima malisho yako mwenyewe. Nyasi, majani ya mikunde kama luseni. Kama una maeneo ya kutosha, ni vizuri kulima majani yako mwenyewe ili upunguze gharama za kununua malisho. Point namba 2, tumia mabaki ya mazao, gomba za mahindi, majani ya mpunga, mabua ya mtama, yani bioproduct. Kama utaweza kutumia hizo bioproduct, unaepukana na kununua vyakula vya viwandani ambavyo ni ghali mno. Na pointi inayofuata, tengeneza silage na hay kwa msimu wa kiangazi. Tunajua msimu wa kiangazi ni msimu hatari sana na ni msimu wa uhaba wa malisho ya mifugo. Kwa hiyo kama una uwezo wa kutengeneza silage na hay kwa ajili ya kiangazi, itakuwa ni vyema zaidi, na ng'ombe wako watakuwa na afya njema kipindi cha kiangazi, wakati watu wanahangaika na malisho. Kwa hiyo tengeneza silage, tunza. Tengeneza hay, tunza. Pia tumia vyombo sahihi. Si unatumia vyombo vinavyomwaga chakula. Pointi namba 2 ni boresha afya ya mifugo yako. Ukiboresha afya ya mifugo yako, manake wanyama wako hawataumwa, na kama hawataumwa, automatically hautatibu, na kama hautatibu, utatunza fedha ambayo ulikuwa unatakiwa uipeleke kwenye matibabu, na unakuwa na faida kwa sababu haujatumia fedha kupeleka kwenye matibabu. Kwa kuboresha afya ya mifugo, fanya chanjo kwa wakati, dhibiti minyoo na kupe mara kwa mara, tena weka usafi wa banda na maji safi. Bwana, mnyama mgonjwa tunajua gharama yake ni kubwa kulinganisha na mnyama ambaye ana afya. Kwa hiyo boresha afya ya mifugo kwa ajili ya kuepuka gharama za matibabu na gharama zinginezo. Kingine, chagua mifugo bora. Tunajua mfugo bora ndo wenye uwezo wenye kuleta faida. Kwa kama utachagua mfugo bora, utakuwa na faida ya kutosha. Tumia mifugo yenye uzalishaji mzuri, maziwa, nyama na mayai. Epuka kufuga wanyama wengi wasiozalisha vizuri. Usiwe na kundi kubwa la wanyama ambao hawazalishi. Cull them kama hawana umuhimu. Waondoe kwenye shamba. Kuwa na wale ng'ombe ambao wana produce effectively. Pia pointi nyingine nifanya uhimilishaji, cross breeding kwa mpango. Ni muhimu sana.
Pia punguza gharama za wafanyakazi. Pointi namba 5, tumia teknolojia kwa busara. Tumia simu kwa kurekodi kumbukumbu. Tumia YouTube online kujifunza mbinu mpya, kama hapa tunavyojifunza mbinu mbalimbali za mifugo. Tumia app rahisi za usimamizi wa shamba. Kuna app nyingi za usimamizi wa shamba. Tumia hizo kuweka kumbukumbu kwenye shamba lako. Nunua kwa pamoja. Tunajua pale unaponunua bidhaa yote kwa pamoja unapunguziwa gharama. Kwa hiyo jitahidi kununua dawa, chakula kwa pamoja ili uweze kupunguza gharama. Kingine, ungana na wafugaji wengi kupata bei nafuu kwenye kununua. Kama unaona shamba lako ni dogo, tafuta wafugaji jirani zako ili muweze kuungana na muweze kununua mbolea, vyakula, chanjo pamoja na dawa. Pia tumia mbolea asilia. Tunajua mbolea inatumika mashambani, kwa itumie hiyo mbolea kupeleka mashambani, mbolea ya viwandani, kwa sababu kama una uwezo wa kutengeneza hii ya kienyeji kwa kutumia ng'ombe wako wenyewe au kuku, unakuwa na uwezo wa kupunguza gharama kwenye ufugaji wako na unakuwa na faida ya kutosha. Yani zile za viwandani unapunguza kununua. Rekodi mapato na matumizi. Tunajua ya kuwa usichokipima ukidhibiti. Kila kitu ambacho haukipimi unakitumia tu ovyo ovyo, huwezi kukidhibiti. Kwa hiyo kurekodi matumizi ni kukipima kitu, na kama kukipima kitu maana yake una uwezo wa kukidhibiti kwa kutumia rekodi. Kwa hiyo andika matumizi na mapato, tambua sehemu zinazokula fedha nyingi, uweze kudhibiti na uweze kutengeneza fedha. Tumia nishati mbadala, tumia sola kwa taa na pampu za maji ili kuepuka kupunguza bili za umeme. Pata soko la moja kwa moja, uza moja kwa moja kwa wateja, epuka madalali wengi. Tunajua kama utafanikiwa kupata soko la uhakika, una uwezo wa kutengeneza faida ya kutosha. Lakini kama utakuwa na madalali wengi, manake obvious ni kwamba hela itakuwa inapungua thamani kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kama na watu wachache kwenye connection kufika kwenye soko, obvious faida itakuwa kubwa na utatengeneza faida kubwa. Kuendelea kujifunza vitu kama hivi, make sure umesubscribe. Na kwenye hii channel tuna offer vitu vitatu. Kitu cha kwanza tunacho offer kama nafasi ya kujiunga na grupu la WhatsApp kwa ajili ya kujifunza, ni bure. Offer nyingine ni kwamba unapata free content kama hizo kupitia hii channel. Offer nyingine ni kwamba tunauza vitabu vya mifugo. Kwa hiyo kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni hii 0652702473 unaweza kuwasiliana na mimi kwa ajili ya hayo mambo yote matatu niliyokuambia. See you to the next video.